alafu nao wanao wajigamba wakisema ati kichinjio ni kesho. Mimi nikiwa mzee nimesema let me say also my final words, kwa sababu I've tried to talk kwa njia zote, lakini nimesema let me put my final words, ndio if anything happen mimi ni order, nisiulizwe kama sikuzungumza. Mimi niko hapa kwa sababu ya kwanza amani. Sisi tunataka amani. Hii mambo ya mfurugo ya nchi I'm not there. Nimesema acha niseme neno langu la mwisho ili ambao wanasema kichinjio ni kesho wakinoa visu wajue hata hao hiyo kisu. Kuna wimbo ya Kikuyu nasema hakuna mtu atalala kwa shimo kama hajaadhibiwa ili ajiadhibu mwingine. Nataka kusema hivi. Nimezunguka na nimezungumza. Na mimi nilisimama nikaprotect mambo ya peace kwa sababu tukifanya campaign. Hakuna damu ilimwagika. Niliongelesha Wakalenjin, nikaongelesha Wakikuyu na kabila zote hapa. Na nataka kusema hiyo heshima walinipa ndio inafanya mpaka leo nifikirie kuendelea nikiongea. Nimekuwa ready kadhaa nikiongea. Mimi nataka kusema jambo hili. Kwanza nishukuru Wakalenjin wale nimezungumza nao. Na wale radio chorus wamepiga simu. Leo nilikuwa radio ya Kericho inaitwa Juu ya Nyoni. Nimekuwa wameniamsha saa 1, nimeongea mpaka saa 3. Na nimesikia response ya Wakalenjin wetu wote wale hawataki mambo ya impeachment. Na wamenibia, wamenituma popote nitaenda, nikifikia rais, nikifikia deputy, niwaambie hawa wakale wetu wa Rift Valley hawataki. Nimeongea na Wakikuyu jana, hawataki. Nimeongea na kabila zingine, hawataki. Sasa wanayetaka hii maneno ni wajumbe kadhaa, na wengine wamekuwa forced by force, karibu kuwekelewa bunduki ndio wasaini. Justice haitapatikana kwa kulazimisha mtu. Nataka kusema hivi, ni mambo ya huzuni. Gachagua na president wajue the country is more important by them both. So important the country. Hii ni mambo tunaweza kaliwa chini na watu wawili, watatu wasemeane. Kama Biblia imetuambia kama dhambi zenyu zitakuwa nyekundu kama damu, tukimpundukia Mungu na tutubu dhambi zetu, atatufanya weupe kama theluji ama pamba. Hiyo ni kitabu. Wewe president, wewe ni wa AIC, Gachagua ni wa PCA. Where are your pastors? Cannot come and your bishops. You mean you say you are Christian? Where is your bishop? AIC, PCA, and also other churches. I know Catholics have been trying this very much na kanisa zingine zetu. Lakini nyinyi hawa wafuasi wenyu, yani mabishop, hamwezi kusimama kama Thabiti ACK Bili amesimama akiongea. NCCK wako wapi? Hali tumefika inagojea tu kanisa peke yake sasa ndio imebakia. And because it's tomorrow, na nimeomba watu wengi jana usiku hata leo asubuhi, kila mtu achukue nafasi ya kuomba. Kwa sababu hii mambo mnaona ni kidogo. Mimi niko na miaka mingi, nimezaliwa hapa Rift Valley. Niliona 207 what happened. Ilianza tu kama mchezo ujinga kidogo tu na ikatuingiza kwa shida. Many people died. Why did they die? Why did they die? Ujinga wa kujitakia makubwa na siasa, sio kitu kingine. Juzi niliongea na Gachagua na nikamwambia watu wameongea, watu wameomba, na pia watu wengi wametumia president messages na nini na nini. Utulie na usitoke nje. Niwaambie watu yako wale na kufuataka saa nyingine kwa matusi na nini, watulie. Na nikamwambia itazungumza na rais, atatumia message pia. Nimwambie na yeye watu wake kinaitume na wale wengine watulie.
wakupe nafasi ukuje wewe mwenyewe uweze kukata kauli, kwa sababu actually we are waiting the word of the president even now. That's what we are waiting. Akisema hiyo mambo iendelee, fine, he is the boss. Akisema isimame, basi he is the boss. Lakini if anything happen, damu ikimwagika, haitajua Gachagua, itajua president, kwa sababu yeye akisema simama au aite PG, awambie from today I'm saying hii mambo ikome, sitaki kusikia hii maneno, twende kwa kazi. Rais anatuambia mambo ya miradi, anaenda nje kutafuta pesa. Hii pesa na hiyo mambo itafanyika wapi kazi kama kuna furugu? Nikukumbusha President Ruto, tulikuwa naye kwa kani tukifanyia Moi campaign, na ilikuwa ikifika pahali tukienda campaign tunasema hii rami tumeweka, barabara hii tumewekea rami yote, wananchi used to respond this way, kunjeni hiyo rami kama blanketi muende naye. Tunasema tumejenga mashule, wanatuambia tafuta lori mchukue mashule yenu. What does it mean? I'm trying to say the peace is more priority than the project we are talking about. The peace is more important, inasimamisha mwagaji wa damu. Lakini tuwe na pesa, tuwe na project, tuwe na nini, and there is no peace, it will not help us. Hakuna kitu itatusaidia. Na Mkomoni Wanjiko ule alitupa kura, ataumia na atakufa for nothing. And you be asked, you people, when we reach in heaven, Mungu anasema hakuna magoti haitapiga mbele ya Mwenyezi Mungu iseme talanta yake aliyopewa kila mtu uliendesha kwa incitement, uliendesha kwa umoja. And I want to say this, Gachagua, you are the deputy president. Cool down. Cool down. Na ile watu uko naye, cool down. Your Excellency, ile kazi unafanya yote, tell your people, kina Kimani Ichung'wah, kina Ndindi Nyoro na wale wengine, they are not the country. Hii nchi ni ya Mungu. Wakishiba waache incitement ile wanafanya. And let me tell you, both of you will be blamed, and the church part of it will be blamed. Unajua mambo inaanza ya nyoka. Do you know pale ilianza? Mchungaji kwa sababu yeye na rais atakuja na atapata pesa, he had to incite kusoma vazi ya Biblia ya kusema ate nyoka. Yeye ndio alitoka na topic, sikumbuki hiyo kitabu alisoma ni gani, mambo ya nyoka. Ndio Kimani Ichung'wah naye alikuwa huko akapewa nafasi, akaambia rais hiyo nyoka umeacha na mkono, wachilia. Nyinyi wachungaji pia, are you in this? Tunajua right now rais alipitisha hakuna kupeana pesa na hakuna harambee kwa makanisa. Lakini wachungaji, I can see you, I also have spirit of God. Some of you are very happy, kwa sababu rais akikuja lazima atawacha pesa, lakini atawacha silently bila kusema. Mnafurahi nyinyi wenyewe wachungaji huko, mmepewa hiyo pesa bila kutangazwa ni ngapi. So you are also corrupt, kwa sababu haitafika kwa kufanya chochote kwa kanisa, kwa sababu mmesekamana ni silent. You are taking advantage also. Kwa mfano, sasa mama kama Waiguru governor wa Kirinyaga, Gachagua anaenda huko kwa maombi. Ilikuwa sherehe ya kuapisha bishop. Haikuwa na harambee? No. Waiguru anasimama, anasema na nimepewa milioni mbili nipe bishop ama nipe kanisa. My question comes, I know 100% Ruto did not give that money. Hii ni ile watu wanajitafutia kiti ya kuwa running mate, Gachagua waondolewe ili wapate madaraka. And I'm sure the president did not send money. Hii ni Waiguru ile pesa ameiba ya corruption. Yeye mwenyewe ndio alitoa hiyo pesa ili humiliate Gachagua. Through the public yaonekane yeye hawasiliani na rais. Hawa watu walienda hapa Nyahururu, MPs wa Central. Shame on you. May God take your life from this country. Unaenda watoto wamekufa hapo Kieni. You go in a hotel kugawa pesa mingi, na hamwezi kwenda kusaidia wazazi wale walikufa watoto wao.
lakini mna billions ya kugayana mkiwa Nyahururu, na mwezi hata kufika hapo, hata kutoa statement ya pole you cannot. Nikaona nimefika siku ya mazishi, nyinyi wajumbe, nyinyi ambaye mnapewa hii pesa, hata kwenda mazishi ya hao watoto hamkuenda. I want to ask a question. Mlichaguliwa muongoze nani? Mlichaguliwa msaidie nani? Yani ni matumbo yenyu. Let me tell you, and I'm telling this, the ground is not with you. Kwa nini hamwendi nyumbani? Kwa nini mfanye mikutano nyumbani? Jensi peke yake tu kusalimia nyinyi na kuchomoa mlitoroka. You don't go home. Lakini pahali kwa pesa ya kugawanya mko hapo. I want to tell you this. Ile mambo mnafanya incitement, you impeach Gachagua, but let me tell you, 2027, let me tell you, you also be impeached by Wanjiku. Kwa sababu Wanjiku ndio anasema hataki mambo haya. Na mumusiki, Wanjiku anasema hataki vita. Wale wajumbe wa Rift Valley, mimi nawaomba msiingie kwa hii mtego. Don't enter on this mtego. Hata mkuu wa mikutano mnaongea na lugha, mjue lugha ya Kikalenjin. Wakikuyu wale wako hapa wanajua Kikalenjin. Wakikuyu wale wana insight hapa wajue Wakalenjin wanajua lugha ya Kikuyu. There's nothing to hide. Ya mwisho ni which is very serious. I want to assure Kenyans there is no parliament. I want to assure Kenyans there is no parliament. And actually someone to go in the court, judiciary ivunje parliament. It's not there. Why am I saying that? Huyu mama, Deputy Speaker, Shulei, si anaenda huko anazunguza mbele ya watu yakamata kijiti hata ya uongozi na ni mama. Hatujui inaitwa nini hiyo kijiti ya uongozi. Na mimi sinaona uongozi wa mama. Sosio. Ati inaitwa sosion. Sosion ni nini? Mama ashaongoza wapi na kijiti? Kijiti ni ya mzee. Anasimama anasema Gachagua au teach you a lesson. Na yeye ni speaker. Yeye ni speaker. Kimani Ichung'wah, leader of majority in the parliament. Weta juzi speaker nisikia akisema they will not stop impeaching Gachagua. Let me ask Kenyans, do we have hope with the parliament? Should they talk things in the meetings, the Harambee? Where will be the fairness? Fairness itakuwa wapi? Huyo ni huyo mama, huyo ni speaker, huyo ni Kimani Ichung'wah. Hao ni wabunge wako huko. Kenyans, wait to make another government. Because this one has failed. I'm saying that because kama bunge inachukua side, hata kama haijafika huko mjadala, mnangoja nini? Are you not seeing? Somebody should go in the court. Na tuombe hii bunge ivunjwe, ili watu warudi kwa Wanjiku ambaye ana mandate. Wanjiku waseme what does he think, achukue second route ili anaona ni nzuri. I am urging the president, your fight with Gachagua actually is so disappointing, kwa sababu watu ya milima walioga, walienda mtoni wakaoga. Ukabila ile walikuwa naambiwa wako naye, hatuwezi kupigia mtu mwingine kura. They voted for you 47%. I swear that's what they did. Mimi nikiwa hapo nikiongoza karibu nikufe, nikiongoza kupigana na mtoto wetu wa milima pahali mama yangu alikuwa ametoka Gatundu. Tukafanya kampeni, tukaacha mtoto wetu. We stood with you. Kura zikapigwa huko. Don't see Gachagua, lakini ona wale watu walikupigia kura. Don't disappoint them. And I urge you, the president, hii watoto wengine wanazunguka. We know the corruption. We know when they were elected, how they were. We know what they have today. Ninazungumza mayo hoteli ya Gachagua sijui nini. Hoteli ya Mombasa ni ya ndugu ya Gachagua who died. Ni ya familia. Hiyo hoteli iko Nairobi ni ya former governor wa Nyeri, ndugu yake. Ni yake. Ni ya familia. Kwa in history, go and do search. Mwache mambo ya Lumumongani. Muende hapa ile hoteli sasa amenunua Nyeri.
Kwani atafuti pesa? Kwani yeye aliingia akwishe ama akufe ama afanyie biashara watoto wake? He did what is supposed to be done. Kina Kimani Ichung'wah hao tukihesabu ile mtu umechukua kutoka kwa reli, kutoka wapi, mahoteli, manyumba kubwa kubwa Nairobi. Let me tell you, Gen Z will give you the number kwa ile kitu yote mtu walipata. Wale walitangaza mali zao, Gen Z they will tell us. Hawa watu ile mali wako naye wametoa wapi? Kwa hivyo the insiders we know how they are. Didmus Barasa, and you know he is a Mandara. He has a case of killing. Alipiga mtu risasi. Wao wanatafuta kazi ya kuua Wakikuyu ama Gachagua ama wanafanya. What do you want? Which contract did you want? You are in the court for murder. Uko kwa ICC kwa corruption. Hao watu ndio wanazungumza. Wana affect hata ile watu hawakependa Wakikuyu kuingia kwa hii mambo. Inasikia uchungu mpaka watu wanaingia ndani. Huyu ni mbaya kutoka Mombasa Cliff. The way he's talking, Your Excellency, hao watu wote wamepata nafasi sasa ya kugawa nyinyi. Na kuambie, be yourself, Your Excellency. Vita kubwa hapa. Kuna zenyu za Rift Valley na kuna zenyu za milima. Lazima hadui wagawanye. Mukae bila urafiki. Tukupe vile tulikupa 207. Hiyo ndio furaha watu wengine wote. Mbaya anazungumza anasema nini? Naona mwingine alikuwa anapigania kiti ya Mombasa ya governor. Mtu hajijui. Hajijui. Yeye mwenyewe ndio alipeleka Ruto na Uhuru Hague. We know him. Alipeleka Ruto na Uhuru Hague. Nyinyi Wakalenjin wengi mlipelekwa Hague na huyo jamaa. Kwani nyinyi Your Excellency tumekuwa kama ngiri kusahau? Unakimbizwa lazima kupika pale. Uliponea chupu chupu kwa sababu ya huyo kunyongwa. Watu wakaomba. Watu wa Rift Valley wakaomba. Wachungaji wa Central wakaomba. Ikarudi chini. Sasa tumesahau. Sasa tuna appoint yeye anaenda Yala. Kurudi kukuja tunapea kiti ya Secretary General. Secretary General for what? For incitement. Na watu ujinga ni ujinga. Hata ni umari wacha niwaambie, kura ile ipigwa Ruto na Wakikuyu katika Mombasa ndio walikupigia wewe. Walikupigia Wakikuyu in Mombasa voted for President Ruto na wewe. Sasa umeshiba, umeanza kutoa tumbo, umeanza kutafuta njia ya kupiganisha hawa watu. I'm asking Kenyans, I'm talking the last. Kabla mwende hiyo kichinjio yenu mnasema. But God can change things. Na Waluya husema vitu uchenjanga. Vitu waweza kubadilishwa na Mungu. Na mimi I'm talking direct now, asking the president, rais wetu wa Kenya. Bila wajumbe walipiga yes. Vijana wakatokea JMC. Wakalete shida kubwa. Wewe mwenyewe ukatoka Naivasha kufika Nairobi ukakuwa incited na watu wengi wale wanapenda kukula kina Itumbe na wengine. Waka-incite ukaongea lugha moja haikuwa mzuri. Baadaye ukaenda Nyahururu. Baada ya mambo ya kufanyika ukatone down na ukasema umeshukuru kwa sababu ya vijana. Ukasema hawa vijana una furaha wamekubali kutokea kuleta mjadala wa kuongea mambo ya Kenya. Na ukasema isholisa nani. Na kweli rais ukasikiza hawa. Wewe tunashukuru kwa yote. Ulisikiza hawa na ukaita wajumbe wote ukakuja State House. Wote. Wengine wakikimbia kusukumana nyuma yako waonekane. Hata hawa walikuwa ukipitisha hii bill. Mungu akakujia. Mungu alipokujia ukasema after listening to the Gen Z and the country, kwa kweli huko umeweza kuona hii bill si mzuri. Kwa hivyo kusema si mzuri na usimamishe, that means wewe ulienda no. Wale walienda yes. Wakaanguka. Kwa hivyo hata sasa hoja tofauti enda no. Wacha wafunga wazamini. Zinazidi kutolewa na wanasiasa tu kuhusiana na swala nzima. Na hii leo tu ningependa tuweze kuungana moja kwa moja na
ambaye ni mwanasiasa tajika hapa nchini na pia ambaye alikuwa mbunge wa Bahati hapa kaunti ya Nakuru, ambaye ni Kimani Wanjiri. Moja kwa moja wacha tuweze kuungana naye ili tuweze kupata kauli yake. Karibu sana kwenye runinga ya K24. Tumeweza tu kuona wanasiasa tofauti wakizidi kujitokeza wakitaka ambaye ni Rigathi Gachagua aweze kung'atuliwa. Labda hawa wanasiasa wanawafikiria wananchi ama tu ni siasa zao za kipekee ambazo wameziweka rohoni? Nafikiri kwa maoni yangu nimekuwa kwa siasa for 35 years. Mimi nimekuwa bunge kwa miaka 10.